Tengeneza mfumo wa maombi ya kila siku. Tengeneza mfumo wa maombi ya kila siku. Maombi kwa mabano unaweza ukaweka maombi ya mwendelezo, consistency. Tengeneza mfumo wa maombi ya kila siku, maombi ya mwendelezo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Mstari wa kwanza. Neno la Mungu nasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Nitarudia tena. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali. Saa ya kusali. Maana yake mitume walikuwa wametengeneza mfumo ambao walikuwa wanaofuata wa kwenda kusali saa 9. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenye hekalu saa ya kusali. Saa ya kusali. Maana yake ilikuwa ni desturi, ulikuwa ni mfumo walioweka kwamba kila siku saa 9 wanakwenda hekaluni kusali. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kwa Kristo yoyote ambaye anataka awe na nguvu na mamlaka ya kiroho, jambo la kwanza ambalo anatakiwa kutengeneza ni kutengeneza mfumo wa maombi ya kila siku. Mfumo wa kuomba kila siku. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini maombi yatumike kama njia ya kumsaidia Mkristo kuwa na nguvu na mamlaka ya kiroho? Mojawapo ya kazi ya maombi ni kumsaidia mtu kukua na kubadilika. Assignment ya maombi ni kukusaidia kukua na kubadilika. Kwa nini maombi yatumike kama njia ya kumsaidia Mkristo kuwa na nguvu na mamlaka ya kiroho? Kwa nini? Kwa sababu mojawapo ya kazi ya maombi ni kumsaidia mtu kukua na kubadilika. Lakini Wakristo wengi tunajua njia moja ya maombi kwamba ni njia ya kutusaidia kuomba mahitaji yetu. Lakini maombi ni platform iliyowekwa kukusaidia kukua na kukubadilisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana mitume waliweka mifumo ili waweze kubadilishwa kupitia maombi. Na ufunguo mojawapo wa kukufanikisha kwenye maombi ni kutengeneza maombi ya mwendelezo. Tatizo sio kuomba. Wakristo wengi wanaomba, lakini hawana roho ya mwendelezo katika maombi. Watu wengi wanapopitia changamoto ndipo unamuona ana moto wa kuomba. Wakina mama wanapokuwa na shida kwenye ndoa zao ndipo utamuona anaomba sana. Wakina baba wanapopitia shida kwenye uchumi ndipo utamuona anamaanisha mbele za Mungu. Vijana wa kike na kiume ambao wanapitia changamoto kwenye uchumi na mahusiano ndipo utamuona anakuja anapiga magoti na kuomba. Lakini wakati wa amani hawajatengeneza mifumo ya kuendelea kuomba kila siku. Kwa wanajikuta ni watu ambao hawana mamlaka. Wanajikuta ni watu ambao hawana mamlaka wala nguvu za kiroho. Kwa nini? Mfumo wa maombi ya kila siku unakutengeneza, unakukuza, unaachilia nguvu za Mungu ndani yako, unakufanya unakuwa strong, unakuwa imara. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kama tungekuwa Wakristo tuna mifumo kwamba kila siku saa 9 usiku mimi ninaamka kuomba na ukawa na maendelezo, tusingekuwa na watu ambao tunaishi maisha ya kawaida. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tusingekuwa watu ambao tunalia.
tusingekuwa watu ambao tungebeba maumivu. Kwa nini? Maombi ni platform inayobadilisha Kristo. Kwa usitumie maombi kama njia tu ya kwenda kumwambia Mungu nibariki, niinue, angalia ninahitaji kazi. Tumia maombi kama platform ya kusaidia kuwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mnaelewa? Haleluya. Luka 9:29. Neno la Mungu linasema, ikawa katika kusali kwake, huyo alikuwa ni Yesu, sura ya uso wake ikageuka. Katika kusali sura ikageuka. Katika kusali, katika maombi tunageuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Alipokuwa akisali akageuzwa, akageuka. Kwa maombi yanamgeuza Kristo. Kristo ambaye alikuwa ni dhaifu anaweza kageuka kuwa imara anapowekeza kwenye maombi. Kristo aliyekuwa dhaifu katika imani anaweza kuwa imara anapowekeza katika maombi, na sio maombi tu, maombi ya mwendelezo wa kila siku inayoenda kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nguvu haiko katika kuomba. Nguvu iko katika kuendelea kuomba kila siku. Nguvu ya maombi haionekani tu katika kuomba, kwa sababu kila mtu anaomba. Kuna watu wanaomba kwa sababu wanaogopa kukabwa. Kuna watu wanaomba kwa sababu wamesikia mambo hayaendi sawa. Kila mtu anaomba. Lakini nguvu ya maombi inaonekana na inajidhihirisha katika maombi ya mwendelezo. Na ndio maana adui hawezi kuzuia kuanza maombi, atakuzuia kuendelea kuomba. Atakuzuia kuendelea kuomba kwa sababu anajua the more you pray, the more you grow, the more you will be transformed. Kutoka yule mtu ambaye tulikuwa tunakutazama haufai, utaanza kuonekana unafaa. Musa alipoenda mlimani, akakaa mlimani muda mrefu akiomba. Alipokuja mbele wana wa Israeli, uso wake ulikuwa umebadilika. Hakwenda siku moja, alikaa muda mrefu katika maombi, uso wake ukabadilika. Maisha yako yanaweza kubadilishwa na maombi ya kila siku. Amen. Tatizo sio kwamba Mungu akujibu. Biblia inasema hivi, tusichoke katika kuomba. Maana yake anakusisitiza maombi iwe ni desturi. Weka mifumo ambao utakuwa unaitumia kila siku kuomba, kuhakikisha kwamba ikifika saa 11 kamili ninaamka kuomba, ikifika saa 9 ninaamka kuomba. Itakubadilisha au utakuwa yule ambaye tunamtazama. Haleluya. Sijui mbinu za adui. Kwa nini hakuachi wazi kuomba? Lakini kwa nini kuzuia kuomba, kuendelea kuomba? Kwa sababu anajua mwisho mwema. Kule ukiendelea kuomba hautakuwa kawaida. Utabadilika kama Yesu alivyokuwa anaendelea kuomba akabadilika. Utabadilishwa. Zile tabia zitabadilika. Yale maisha uliyozoea yatabadilika. Kwa ufalme wa giza utapata hasara. Utabadilisha familia yako. Utabadilisha taifa. Utabadilisha kanisa. Kwa atakachopambana ni wewe usiwe na mwendelezo katika kuomba. Tengeneza mfumo wa maombi ya kila siku. Consistency is the key. Jumapili iliyopita nilikuwa nawafundisha kwa habari ya kujenga madhabahu ya Mungu na kubomoa madhabahu za giza. Nikamwambia mojawapo ya key ni maombi ya mwendelezo. Yatakufanya madhabahu yako endelee kuwaka moto. Adui akija akakutana na moto. Nichukulie mfano kama umetenga maharage, kama ni mama, nichukulie umetenga maharage kwenye kuni hata kwenye mkaa. Usipoendelea kuchochea ule moto wako, maharage hayataiva. Kuna watu umeacha kuomba wakati ambapo alikuwa limebaki ile shari moja chakula ulichokuwa unakipika kivyo. Na adui alijua kabisa kwamba huyu mtu akiendelea hivi kuendelea kuomba, kuna vitu vinaanza kubadilika. Alianza kukutia ufifu, usingizi
ukajisikia mwezi kuendelea kuomba, ulikuwa umejiwekea malengo, nitakuwa naamka kila siku saa 11, kila siku saa 9, kila siku saa 3 nitakuwa na risala kuomba, ghafla ukaacha ukesha njiani. Kumbe kuna kitu kilikuwa kinaelekea kuiva, ambapo kingeiva kingebadilisha maisha yako, kingebadilisha hatima yako, na adui amechua. Ndipo ambapo anawakamata Wakristo wengi kuendelea mbele, hata kuinulia vikwazo na wewe pasipo kujua unaacha. Nguvu haiko katika tu kuomba, nguvu iko katika maombi ya mwendelezo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wengi wanaomba, lakini ni wachache ambao wanaomba kwa mwendelezo, na Mungu ndio anawatafuta. Yesu alipozidi kuomba, uso wake ukabadilika. Maombi yanatubadilisha. Tumia maombi kama tu njia ya kuomba mahitaji yako. Tumia maombi kama njia ya kujitengeneza, ya kukua. Tunapokea imani Yesu kwa kusikia neno la Kristo, lakini the more you pray, imani yako inakuwa. Ndio maana unaweza uko weak, ukaja kuomba, shamba moyo wako umepata nguvu ya kuendelea mbele. Kwa nini? Kuna kitu kinatengenezeka unapoomba. Tatizo ni kwamba unaomba Jumatatu, Jumanne, Jumatano unalala siku nzima, unakuja kukumbuka, Yesu, Mungu atajisikia vibaya sijaomba. Yesu, kiwa kitandani nisaidie, ninalala, unitunze, umemaliza. Lakini kumbuka, ule moto uliochochea madhabahu unatakiwa kuendelea kuchochea kila siku. Adui asipate nafasi kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu akusaidie kwa mwendelezo kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nimeanza wito na nilikuwa sijajua sana, sijaanza huduma, nikajiwekea mfumo wa kuomba kila siku hapo sasa. Kama naomba, I started to see changes. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mfumo nilienda nao kwa muda mrefu sana, kwa kuomba kila siku sasa. Nilikuwa siombi masaa mengi, naomba lisali moja, lakini at least niliona mabadiliko makubwa kwenye maisha yangu. Kwanza hofu iliisha. Nilikuwa napitia mazingira magumu ambayo hayaelezeki, lakini hofu iliondoka ndani yangu. Nikaanza kuona kwamba inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaanza kuona mabadiliko makubwa ndani yangu. Ikaja wakati mwingine nilikuwa wale ambao wanajua tulianzia mikutano ya mara moja kwa mwezi, tunakutana, tunaomba, tunamaliza. Baadaye ile nikaisitisha, nikakaa nyumbani. Nilikuwa siendi kanisa lolote, Roho Mtakatifu hapa amenizuia. Nilikuwa ninaomba kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Napumzika, asubuhi naamka saa 4 naomba risali moja, mchana kati ya saa 6 saa 7 naomba risali moja, jioni saa 2 naomba masaa 2. Kwa siku nilikuwa nahakikisha nimeunganisha nimefika masaa 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilianza kuona mabadiliko makubwa kwenye maisha yangu. Kuna watu ambao mko hapa, Mungu amewapa nafasi, hamjapata kwa sasa, lakini naona kumbe ndipo Mungu alikuwa anataka akubadilishe, akutengeneze, akukuze, ili atakapoamua kukupeleka uwe tayari umekuwa viwango vikubwa. Nilianza kuona mabadiliko makubwa sana, kiasi kwamba hata watu walikuwa wanaingia kwenye nyumba yangu walikuwa wanahisi uwepo wa Mungu. Sasa kuna nguvu za Mungu ndani ya hii nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu alikuwa akinishika mkono, anasikia moto. Nilikuwa nikikaa, Mungu anaanza kuniingizia nguvu kwenye mikono nikiwa nimekaa hivi. Nasikia nguvu zinaingia kwenye mikono, lakini nilisacrifice. Nilijitoa katika kuomba wakati ambapo nilitakiwa kuomba. Kuna watu ambao wanasubiria Mungu awapeleke viwango vikubwa, lakini wakati huu hauna kazi ya kufanya kubwa ambayo inakuzuia kuomba, na hauombi na haujaweka mfumo wa kuomba, na unategemea uje uwe mtu mkubwa. Mungu hatengenezi watu wakubwa ambao wakati huu hujamwaminisha kwamba you can do it. Unategemea kwamba kupeleke hatua kubwa ndipo utaenda kumwaminisha kwamba unaweza kusimama kuomba kwa ajili ya familia yako. Ndio unaweza usifikishe masaa
masaa niliyokuwa nafikisha. Lakini hata ukijiwekea mfumo wa kwamba kila siku ni saa moja, you will never be the same. Consistency. Usiseme nimeomba jana, usiseme nimeomba juzi, sema nitaomba tena na tena, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Maisha ya maombi yalinibadilisha. Ikafika sehemu nikasitamani hata nipate wageni nyumbani kwangu. Kwa nini? Naona kama vile wanakuja kunidistract, wanatoa kwenye mfumo wa maombi ambao nimeweka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nilikuwa stoki ndani, nikitoka ndani nasikia jua linaniuliza. Lakini niko kuliko nitengeneza niwe huyu apostle naye niona leo. Niko kuliko fungua milango mikubwa kwenye maisha yangu. Wakati ambapo sina kitu, nilimwambia Mungu ninaweza kuwekeza kwako, na akaniamini. Sasa wewe hauna kitu, kuomba uwezi. Akikwamini ukapata kazi, si ndio utaanza kumpa sababu, nimechoka leo, nimechoka. Kuna watu ambao mnajisikia sahihi na mnajua kabisa wakati ambao umepewa Mungu sasa ni wakati wa kujiandaa, lakini hamjajiandaa. Mnapoteza tu muda, mnajichelewesha. Kujiandaa kwenye nini? Kwenye maombi. Kukua. Ni rahisi kuona kwamba maombi hayana faida kwa sababu huoni changamoto, lakini wakati milima na mabonde atakapoinuka, usisubirie kuomba wakati changamoto imeinuka. Omba wakati bado changamoto haijainuka. Yesu anamwambia wanafunzi, ombeni msije mkaingia nini? Majaribuni, kwamba waombe kabla majaribu hayajaja wasiingie. Maombi yanamsaidia mtu kutoingia kwenye majaribu. Kuna vitu hakupaswa kupitia, lakini kwa sababu uombi, adui amepata nafasi ya kuviachia kwenye maisha yako. Unaweza kuniambia unaomba lakini hauna mwendelezo. Hauna mwendelezo wa Kristo. Wewe unanisikia leo, hebu Mungu badilika. Jiambie inatosha. Kuna gharama gani kuomba mistari moja? Ukatumia masaa mengine yanayobaki kwenye mambo yako kutengeneza maisha yako, kuliko kuacha kuomba kabisa huko maisha yako yanateketea. Kuna gharama gani? Wakati mwingine usijitazama wewe, tazama watu ambao wanakusubiria wewe usimame. Na hakuna mtu dhaifu anaweza kusimama kama lango kupitisha watu wengine. Ni lazima uwe strong, uwe kiroho, ili watu wengine wakufuate nyuma. Unaweza stress sana. Ungapi mnanena? Hebu mwana leo mtengeneza mfumo wa maombi kila siku. Jiambie maisha yako yatabadilika bila maombi. Kwamba nitatenga muda wa kuomba basi hata risali moja kwa kwanza. The more you go, consistency is a key. The more you go, utaanza kuona mambo yanabadilika, kwamba kila siku nina muda wangu wa kuomba wa nusu saa, wa risali moja, wa masaa mawili, masaa matatu, kulingana na muda wako. Anza. Mimi wakati naanza nilikuwa siombi muda mrefu, lakini nilikuwa naomba na niliona mabadiliko. Usiseme kusa amesema masaa mengi. Sio lazima uombe masaa mengi, lakini uwe na mwendelezo katika kuomba kila siku. Kwa sababu maombi ni njia ya kukufanya ukue. Kama ambao mtoto mdogo ili akue anatakiwa apate maziwa na kila siku anatakiwa yapate. Vivyo na wewe tambua kwamba eneo la maombi ni eneo ambalo limejazaliwa kukubadilisha. Ili uweze kubadilika ufanane na Kristo, ni lazima uombe. Ni lazima utenge muda kuomba. Kila siku inayoenda kwa Mungu usipite bila kuomba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja wapendwa. Tuko pamoja wapendwa, tuko pamoja. Mdhaifu atakuwa mwenye nguvu kama akiongeza kwenye kuomba. Kwa Yesu. Na nasisitiza hata kama haombi kwa kunena kwa lugha, lakini hasa maombi ya kunena kwa lugha ni maombi ambayo yanaachilia nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Sio unaenda kuomba unasikia tu titi ukachukulia ni kawaida. Kuna nguvu ambayo inakuwa inafanyika ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Neno la Mungu katika Matendo ya Mitume 1:8 alimwambia hivi, atakapoajilia
Mtakatifu alishuka, wakaanza kunena kwa lugha mpya. Maana yake kuna uhusiano kati ya kunena kwa lugha na nguvu za Mungu. The more you speak in tongue, the more you receive power. Kadri unapoomba kwa kunena kwa lugha, inawezekana uko hapa haombi kwa kunena kwa lugha, lakini tamani ni kitu ambacho ni karama ambayo Mungu anatoa kwa kila mtu, na sio karama kishamba kama unavyofikiria. Unasikia watu wananena kwa lugha na bado unashangaa. Ni karama ambayo unatakiwa kuitamani. The more you speak in tongue, the more you grow. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujitengenezea mfumo wala ambao mnaomba kwa kunena kwa lugha, hata kama uneni kwa lugha, basi nenda mbele za Mungu, nitie nguvu, nisaidie. Unaomba namna wewe unavyotamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukajiwekea kwa siku risala moja, sio risala kuomba mahitaji. Sio risala kumshukuru Mungu, ni risala kunena kwa lugha, kujenga, kujibadilisha. Utakuwa mtu wa kawaida. Fanya hivi vitu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, and look how you be powerful. Uje utazame namna utakavyokuwa na nguvu. Utakuwa unasikia kabisa wewe sio wa kawaida. Hakuna kitu kitakacho kutisha kwa sababu you have become powerful. Umebadilishwa. Sio yule ambaye tulikuwa tunamtegemea. Sio yule waliokuwa wanakujua. Sio yule waliokuwa wanakutazama. Yesu Kristo amekubadilisha, umekuwa mtu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale ambao walikuwa wanajua tunakesha hapa kuomba, wanakuwa na shuhuda. Tunamwona kama Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Maombi ya maendelezo yanafanya mtu abadilike. Kwa sababu umesikia na unielewa ukalifanyia kazi ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani unisikie na unielewe ukafanyia kazi ile. Utamuona Mungu akikubadilisha sana. Na hatutaki kuingia 2025 tukiwa na Wakristo ambao wako dhaifu, ambao wanasubiria kuombewa, ambao wanasubiria kuwekewa mikono, ambao wanaonewa na shetani, ambao wanaonewa na wachawi. Wewe si kuonewa na wachawi wala waganga kama unazo nguvu za kiroho. Kuna watu wamewaonea, wamewaibia haki zenu, wamewaharibia maisha yenu. Kwa nini? Kwa sababu wao ni dhaifu. Na adui anatafuta mtu dhaifu ndiye anayemuonea. Choka hiyo hali ya kuonewa na adui. Amua kuomba kwa kumaanisha. Tengeneza mfumo. Hautakufa. Kwa sababu unaamka kuomba mara moja kila siku, risali moja au nusu saa, au masaa mawili au masaa matatu. Badilika Mkristo. Natamani nisikie na msikie Roho Mtakatifu anasema, badilika. Uwe mtu wa tofauti. Tunapoelekea mwisho wa mwaka, unapoingia mwaka mpya, uwe mtu mwingine kabisa. Unao muda sasa hivi wa kujibadilisha kupitia maombi. Ni mwezi wa 11, unaweza kutengeneza mfumo wa maombi ya kila siku. Unakuja kufika tarehe 1 mwezi wa kwanza 2025. Wewe ni mtu tofauti. Lakini utaingia na udhaifu huo. Kama unaomba Jumatatu, Jumanne, Jumatano unalala. Nguvu ya maombi iko katika mwendelezo. Kama hujasikia nisikie tena. Nguvu ya maombi iko katika mwendelezo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho Mtakatifu akupe kiu ya kuomba na isiondoke ndani yako. Kama ambavyo kiu ya kunywa maji ikikukamata huwezi kutulia, hata ambavyo huwezi kutusikiliza. Kama ambavyo ukiwa na njaa huwezi kutulia mpaka umepata chakula. Usitulie kila siku mpaka umepata muda kuomba. Kujenga nafsi, sio kupeleka mahitaji. Kuna watu ambao kila siku from Monday to Sunday, kila unapoenda mbele za Mungu unaomba, Mungu naomba, Mungu naomba. Hakuna siku unaifanya kama ni mfumo unaenda kuomba tu kukuza. Usikie kuomba mbele za Mungu. Haoni chochote, lakini unamshukuru, unafanya, unanena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza mfumo wa kuomba. Sio kupeleka mahitaji. Nenda omba kwa kunena kwa lugha. Jenga nafsi yako. Jenga nafsi yako. Mruhusu Mungu akubadilishe uwe yule ambaye anataka uwe. Na ndio maana Mungu anasema tutabadilishwa tufanane naye. Kubali kubadilika.
Ukristo kuna gharama. Amen. Huko duniani jaribu uende uone kama hakuna gharama. Iko. Tena wale wanailipa vizuri. Wakiambia nenda galani makaburi saa 9, yuko tayari, haoni aibu. Wewe kuna mtu anaoga pale gari yako kwenye njia panda mchana kweupe. Hajali. Lakini sisi wa Kristo, adui yuma anaharibu maisha yako, wewe umelala huna habari. Uliomba Jumatatu, unaona yale maombi yanaweza kuwa kifurushi cha wiki nzima. Wanaweza swesa. Mtu anapenda maombi niliomba leo, ninahisi nimeweka akiba ya wiki 3 hivi, sitaomba tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maombi ni mfumo wa kila siku kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mtume Paulo anasema kwamba atakaye kunifuata ajikane na jitwike msalaba wake kila siku. Kila siku ndio ufunguo. Umepoteza muda mrefu. Kuna watu ambao msingekuwa mrefu. Serious. Na naongea na watu mnanisikia na Roho Mtakatifu anawashuhudia kwamba usingekuwa hapo ulipo kama ungekuwa na muendelezo wa kuendelea kuwa na ule moto ulikuwa nao mwanzo. Ila sasa hivi umepoa, unashangaa umekuwa wa kawaida na wala Mungu akupia tu. Why? Anawezaje kukupeleka mbali wakati bado hujamaminisha katika hiyo hatua ndogo kwamba unaweza kuwa na muendelezo? Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Anasema kwamba mtapokea nguvu akisha kuajiria kwenu Roho Mtakatifu. Maana yake kuna uhusiano kati ya nguvu na kunena kwa lugha. Omba kwa kunena kwa lugha hata risali moja nusu saa. Jenga nafsi yako kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya kazi hii kanuni ndani ya mwezi mmoja, miezi mitatu, hafu simama na tuambie wewe unajisikia nini. Hautakuwa wa kawaida, ninakuhakikishia 100%. Wale ambao una karama ndani yako utaanza kuona Mungu anajidhihirisha. Mungu anajifunua. Mungu anaonekana. Kuna watu mnazo karama, mna watu ambao mikono yenu imebeba nguvu ya uponyaji. Ukimshika mtu anapona. Vinywa vyenu vimebeba neno. Ukitamka neno linakuwa. Lakini kwa sababu haujaamua kuwekeza kwenye mambo ya kila siku, bado hivyo vitu havijaonekana. Hebu wekeza ile eneo. Utashangaa hivi vitu. Nilikuwa nakutolea mfano kwamba wakati mimi nimejifungia ndani naomba kila siku, ndipo nilianza kuona Mungu ananiingizia nguvu kwenye mikono. Nashangaa nguvu inaingia kwenye mikono yangu na ananiambia na kuwekea nguvu ya uponyaji kwenye mikono yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi mnanielewa? Hebu chukua dakika chache kwa kunena kwa lugha, unene kwa lugha, mwambie Roho Mtakatifu ninalo nipe neno. Kwa kunena kwa lugha, mwambie Roho Mtakatifu nisaidie. Maisha yako haiwezi kuenda pasipo kuwa na mfumo wa maombi ya kila siku. Hautabadilika kufanana na Kristo. Utakuwa ni mtu wa kawaida kila siku, tunamuona ni fulani, lakini sio Kristo ambaye umebeba nguvu, umebeba mamlaka. Kuomba kwa dakika chache. Speak in tongue. Wewe kuomba kwa kunena kwa lugha mbele ili Roho Mtakatifu nisaidie. Hili neno likazae matunda. Nataka kuwatumia lakini hamjaamua kujitoa. Roho Mtakatifu akupe kiu. Ukitoka hapa usije ukasikia
kupumzika kuomba kila siku. Kama ambavyo unakula kila siku na ukikosa chakula unaona kabisa umeonewa, ndivyo iwe kwako. Usikose maombi kila siku. Roho Mtakatifu amekuimarisha, akusaidie. Ndio unaweza kuwa busy mchana, lakini usiku ukatenga saa moja, ukatenga nusu saa. Katazama familia yako, katazama watoto wako. Sema ninamhitaji huyu Mungu. Ninamhitaji huyu Mungu. Nisiposimama hakuna atakayesimama. Nisipoomba hakuna atakayekuja kuiombea familia yangu. Nisiposimama hakuna atakayebadilisha maisha yangu. Hayupo isipokuwa ni huyu Mungu. Ifike sehemu uone hauna option isipokuwa ni Mungu. Tazama ambavyo familia yenu, tazama ambapo hautaomba watoto wako watakaoteseka. Weka mfumo wewe. Badilika kutoka kwa kuomba mara moja, omba kila siku. Na Roho Mtakatifu akupe hiyo kiu. Akupe hiyo kiu. Akupe hiyo neema ya kuwa na mwendelezo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa nini pia maombi? Kitu cha pili tunachotaka kuzingatia, kwa nini unatakiwa kuomba kama njia ya kusaidia kukua kiroho na kubadilika kwa na nguvu na kukua. Maombi ni mfumo wa kutengeneza uhalisia wa neno kwenye maisha yako. Sema tumebarikiwa kwa baraka zote za Roho. Eneo la maombi ni eneo ambalo unatakiwa kulitumia kutengeneza mfumo, creating your reality, mfumo wa maisha, ya uhalisia wa maisha yako kupitia neno. Kwamba wewe uhalisia wa maisha yako katika neno, kwa sababu amekuumba kwa sura na mfano wake, na amesema amekubariki kwa baraka zote za Roho. Sasa hizi baraka ziwe halisi, lazima utengeneze mfumo wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii njia ni njia ya kuchukua neno la Mungu na kutengeneza maisha yako kwa matamko. Hapa ambao wasomi Biblia hautaelewa. Lakini ni njia ya kutamka neno kwenye maisha yako ili lile neno liwe uhalisia. Liwe uhalisia. Bwana Yesu asifiwe sana. Matamko kwenye maisha yako, matamko, sio matamko tu, matamko ya neno kwenye maisha yako ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Tumejifunza mfumo wa kwanza wa Yesu kwamba kunena kwa kujijenga. Amen. Pili, kuomba kwa matamko ya neno la Mungu. Creating your reality kupitia neno la Mungu. Kutengeneza uhalisia wako kwenye neno la Mungu. Nachukulia mfano, wewe ni kama shamba. Shamba lolote lisipopandwa mbegu, kutaota mbegu nyingine, si ndio? Yataota magugu. Kwenye agriculture wanasema unwanted materials. Okay? Kwamba ni unwanted material. Kwamba wewe usipopanda mbegu kwenye shamba lako, vitatokea vitu vingine ambavyo wewe vitaota kwenye shamba lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usipofanya matamko kwenye maisha yako, shetani atakutamkia neno lake kwenye maisha yako. Usipopanda mbegu ya neno kwenye maisha yako kwa maombi, shetani atapanda mbegu yake kwenye maisha yako. Mbegu yake kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima ufike sehemu you pray about your life. Unaamka asubuhi, unatamka. Neno la Mungu linasema kila silaha itakayofanyika juu yako itafanikiwa. Ninatamka hakuna kitakachofanikiwa. Hakuna silaha ya itakayofanikiwa juu yangu leo. Hakuna mabaya yatakayonipata.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Kila silaha ni neno la Bwana limesema. Nami ninatamka kwamba hakuna silaha ya adui itakayofanikiwa kwenye maisha yangu leo kwa jina la Yesu. Hapo una create uhalisia kwamba unalihamisha lile neno linakuwa halisi kwenye maisha yako. Ndio maana Biblia inasema kwa kinywa mtu hukiri hata kupata haki. Neno ambalo Mtakatifu amekuwa akifundisha hii wiki, leo na kuomba kwa matamko. Ekizema. Tamka. Tamka kama neno la Mungu nasema tunaweza mambo yote katika ututie nguvu. Mwambie Mungu leo sitashindwa kuomba. Natamka. Neno la Mungu nasema tunaweza mambo yote katika ututie nguvu. Unajua adui anaweza akakufanya usiombe. Unatamka kwamba nitaweza kuomba leo kwa jina la Yesu. Maana ninaweza mambo yote. Nitafunga leo. Ndio umejiwekea Roho Mtakatifu akwambia funga, lakini unasikia kama hauna nguvu. Unakumbuka neno la Mungu nasema tunaweza mambo yote katika ututie nguvu. Unatamka kwamba nitafunga, nitaweza kufunga leo kwa jina la Yesu kwa sababu ninaweza mambo yote kwa sababu yeye yuko ndani yangu. Wewe ni binti, ndio umeshakata tamaa, unaona unaenda, lakini unajua neno la Mungu linasemaje? Linasema hapata kuwa na mtu atakayemkosa mwenzake. Unadeclare sitamkosa mwenzangu. Mimi siwezi kuzeeka sijapata mume mwema. Mimi siwezi kuzeeka sijaingia kwenye ndoa. Ni neno la Bwana limesema. Shetani sikia, mume wangu aliko kokote atanitafuta kama ambavyo mataifa yatatufuata. Ninaamuru mume wangu asitulie, asipate amani mpaka amekuja nilipo. You are creating a reality. Unatengeneza uhalisia wa neno kwenye maisha yako. Wangapi mnanielewa? Ndio unaamka unajua kabisa. Ndio maana unashangaa duniani wana mifumo ambao wao wanaikiri kwamba anaamka anaona mvua inanyesha sana, hali leo ni mbaya. Lakini wao utakiwa kuwa kama dunia inavyoenda. Tunatakiwa kuwa kama wana wa Mungu. Naamka kwa unaona hali leo ileki, lakini kumbuka kwamba tunaishi kwa imani sio kwa kuona. Mimi ninachojua neno la Mungu nasema nimebarikiwa mjini. Hapa mjini lazima nimebarikiwa. Biashara yangu imebarikiwa. Nitauza, nitafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kabisa wao wanakuwa ni mtu wa kupiga hatua na kurudi nyuma. Unajua neno la Mungu nasema kwamba ametutoa utukufu hadi utukufu. Kila siku naamka nasema Mungu amesema atanitoa utukufu hadi utukufu. Leo sitarudi nyuma, nitaenda utukufu hadi utukufu. Sitakata tamaa, sitaishia njiani, nitafanikiwa. Unatengeneza uhalisia wa neno kwenye maisha yako na itakuwa kama ilivyokuwa kinga mtu ukili hata kupata haki. Mungu hajibu malalamiko yako, analitazama neno lake. Haleluya. Ndio unaamka unasikia unaumwa, lakini neno la Mungu nasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mimi ni mzima. Ni neno la Bwana limesema. Huu mwili sio magonjwa, huu mwili sio maumivu. Shetani sikia, mimi sio kuumia, mimi sio mgonjwa, nimekataa. Mimi sio mgonjwa, nimekataa. Mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu, sio hekalu la magonjwa, nimekataa. Sikia wewe maumivu, toka ndani yangu. You are creating reality. Unanielewa? Usipopanda mbegu kwenye maisha yako, adui atapanda unwanted material. Utashangaa magonjwa, utashangaa mambo hayaendi, biashara zinayumba, kila kitu hakiendi inavyotakiwa. Shamba liko wazi, halina mbegu. Inawezekana adui alishapanda, una uwezo wa kung'oa kapanda mbegu mpya. Unaweza pesa sana. Kuna watu ambao na mifumo ambao tunaitoa kwa duniani, especially vijana. Ndio za siku hizi ni ngumu, na wewe ni Mkristo unakiri hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio za siku hizi bwana ni ngumu, na wewe unakiri hivyo. Lakini Biblia kunasema imeandika hicho kitu. Kunasema imeandika hicho kitu. Sikia ufike sikini, mimi sitaishi kwenye ndoa ya mateso kwa jina la Yesu. Mimi sitakutana na mwanaume wa kunitesa. Inawezekana ushakosea huko, unao nafasi ya kubadilika. Haleluya. Unaobadilika nafasi, bado wewe ni kijana. Na mtumishi alikuwa anafundisha anasema kwamba kurasa zetu vijana ni kama tumezichafua ni chache, tuna uwezo wa kuzichana tukaanza upya. Kuanzia hapo sikubali kutengeneza makosa. Sasa wewe unaokoka bado unakubali kuendelea kuchafua kurasa za maisha yako. Maisha yako yatakuwa vile Mungu anataka uwe kama utaendelea kufanya makosa. Lazima ujifunze kubadilika. Haleluya.
unabadilika. Kinywa chako ni lango. Hebu dhamini, unajua adui anatazama, anasikiliza sana maneno unayotamka. Anasikiliza na anasubiri useme nini ili apate kulitimiza. Kama ambavyo Mungu analiangalia neno lake ili apate kulitimiza, vivyo vivyo adui anaangalia neno ambalo limebeba uharibifu ambao unatamka alitimize. Ndio maana wana wa Israeli ilifika sehemu walipotamka uharibifu kwamba sisi hatuwezi, sisi ni mapanzi. Mungu akakasirika akasema hakika walionena yatakuwa na yakawa. Walisema tu bora tufie hapa jangwani, na kweli hawakufika Kanaani. Kwa nini? Na ilikuwa ni ahadi ya Mungu. Jifunze, tazama wakati anaenda kutoka katika nchi ya utumwa, alimtuma Musa kwa gharama. Lakini kwa sababu vinywa vyao havikujua namna ya kujenga maisha yao, kupanda mbegu njema, hawakufika walipotakiwa kufika. Kinywa chako, hata kama Mungu amekuahidi wewe ni mtu mkuu, sipo kutumia vizuri, hautakuja kuwa mtu. Haleluya. Amen. Wangapi wanaelewa? Tumia kinywa chako vizuri. Biblia inasema mawazo anayotuwazia Mungu ni mawazo ya amani. Unaamka asubuhi unasema okay, neno la Bwana limesema mawazo anayoniwazia Mungu ni mawazo ya amani. Leo itakuwa amani kwangu. Leo itakuwa amani kwenye biashara yangu. Leo itakuwa amani kwenye kazi yangu. Amani ya Kristo itakuwa kwangu. Hakutakuwa na mawazo yatakayopita ndani yangu, yatakayokuja kwenye maisha yangu ya kuniondolea amani. Mungu ananiwazia mawazo mema, mawazo ya amani. Ninajua kutakuwa na mema kwenye maisha yangu. Kwenye biashara yangu kutakuwa na mema. Kwenye familia yangu kutakuwa na mema. Hakutakuwa na mabaya. Maana neno la Mungu linasema ananiwazia mawazo mema na ya amani. Na inakuwa kama mnavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngapi mnanielewa? Natamani unielewe vizuri. Natamani unielewe na kufanya kazi mema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunaelekea mwisho wa mwaka, anza kudeclare kuhusu mwisho wa mwaka. Wakati wengine wanateseka kiuchumi, tangaza sitateseka kiuchumi. Sitakosa ada za watoto. Hakuna misiba kwenye familia yangu. Hatutazika mtu yote kabla ya wakati ambao Mungu ametangaza. Kabla wakati wa Mungu hakuna atakayeondoka kwenye familia yangu. Hakuna, nimekataa. Kwa sababu kama Daudi alivyokiri kwamba sitakufa bali nitaishi, nitasimulia matendo ya Bwana, nami ninakiri hakuna yeyote atakayeondoka kwenye familia yangu kabla ya wakati wake. Wala mimi sitakufa mpaka wakati ambao Mungu ameniandalia kuondoka hapa duniani nikiwa nimemaliza kazi yangu. Sitakufa, nimekataa. Mauti haina nguvu juu yangu. Neno la Mungu nasema Kristo alikufa akaimeza mauti. Mauti haina nguvu juu yako. Kataa roho ya mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unashangaa ni Kristo. Mwezi wa 12, mwezi wa kuzika watu umekaribia. Unakiri hivyo. Watu wanakufaga sana mwezi wa 12. Hali ngumu ile miezi mnaosema hata sio 12 na kwanza. Wanasema ni hali ngumu. Juma ndio vuma vimekaza. Kuna misemo unaitumiaga sana mwezi wa kwanza na ionaga sana unatumia. Na wewe ni Kristo unaanza kukiri ile msemo. Acha kukiri. Ni kweli haujaona baraka, hazijawa halisi. Hiyo ni mbegu unapanda. The more unazidi kupanda, hiyo mbegu itaota, itazaa matunda. Unajibariki asubuhi yako na Mungu unasema neno la Mungu nasema nimebarikiwa kwa baraka za Mungu zote za roho. Unakiri kwamba mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Shetani sikia neno la Bwana, mimi ni mbarikiwa. Laana haina nguvu juu yangu. Popote walipofeli wengine mimi sitafeli. Maana mimi ni mwana wa Mungu, nimeandikiwa ushindi. Na neno la Mungu nasema tutashinda na zaidi ya kushinda. Leo ni siku yangu ya kushinda. Leo ni siku yangu ya kufanikiwa. Ni neno la Bwana limesema, unatamka, unakiri. Hata tukikemea laana bado unasema ni kwetu. Hali zetu wenyewe tunazijua. Utaendelea kwa vile vile na hali yenu hiyo ya umaskini na hali yenu hiyo ya kuishi maisha ya shida. Kwa nini? Si hali yenu. Umemfungulia mlango adui. Neno ni lango. Kama mlango
umefungua mlango, aidha ni Mungu apite au adui apite. Chunga kinywa chako. Mwenye hekima fikiri kabla ya kutamka. Kabla hujatamka chochote, fikiri mara mbili. Ili neno linamwingiza adui, linamruhusu. Wengine ni wa hivyo hivyo. Wengine ni wa hivyo hivyo. Wewe ni wa hivyo hivyo. Wewe si wa hivyo hivyo. Wewe ni mwana wa Mungu. Umenunuliwa kwa thamani ya damu ya Yesu. Wewe si wa hivyo hivyo. Watu ni wa hivi hivi. Wewe si wa hivi hivi. Wewe ni wa thamani. Tamka. Maisha yako ndio Mungu unasemaje? Mama, kamata tumbo lako, sema mimi siwezi kuzaa watoto wa kawaida. Watoto wangu ni watoto wakuu. Watoto wangu ni watoto wakuu. Watavuka mipaka ambayo sijawahi kuivuka. Watafanikiwa. Hawatapitia kwenye laana yoyote. Unawakamata unawaambia nyinyi watoto, nilipofeli nyinyi hamtafeli. Mtafanikiwa zaidi yangu. Mikono yako unaishika, unaimea wewe mikono utanizalia faida, kila utakachokifanya kitafanikiwa. CV yako unaikamata unaongea nayo. Vyeti vyako unavikamata unaongea navyo. Unaamka unaongea na sumu yako. Una hofu, amka unasema Biblia inasema hatukuumbwa kwa roho ya hofu, bali ya ujasiri. Mimi ni jasiri. Ni kwani umekuwa na hofu? The more unakiri utashangaa ile hofu inaisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nani ananielewa kwa jina la Yesu? Roho Mtakatifu akusaidie kukiri juu ya maisha yako. Kiri juu ya kesho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikupe dakika chache udeclare, tangazo juu ya maisha yako. Umba maisha yako sasa. Ni nini unataka? Umba, tamka. Mimi nimebarikiwa. Nitabarikiwa. Leo Mungu anasema tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa mashambani. Niko mjini. Hapa mjini nitabarikiwa. Hapa mjini nitakubarika. Hakuna atakayeniona anikatae. Sitakataliwa na yeyote. Sitaishia njiani. Neno Mungu anasema tutatoka utukufu hadi utukufu. Sitaishia njiani. Katika hii safari ya wokovu sitaishia njiani tena. Sitarudi nyuma. Hakuna sehemu ambapo neno linasema kwamba tutakuwa tunapiga hatua na kurudi nyuma. Neno Mungu anasema tutatoka utukufu hadi utukufu. Sitarudi nyuma kwa jina la Yesu. Sitarudi nyuma kwa jina la Yesu. Sitaacha kuomba. Sitaacha kusoma neno. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba mimi ni mshindi. Mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mtu mkuu. Mimi sio mtu wa kawaida. Sitarudi nyuma tena. Shetani aliponionea imetosha. Shetani alipokuwa amenishika imetosha. Mimi ni mtu mkubwa. Uzao wangu ni uzao mkuu. Uzao wangu ni wa baraka. Biashara yangu itainuka. Nitafanikiwa katika ndoto zangu. Nitakuwa mtu mkubwa. Familia yangu itanitazama, itaniona kama nyota ya mashariki. Ninatangaza, Shetani, sikia neno la Bwana. Mimi sio mtu wa kawaida. Mimi ni mtu mkuu. Mimi ni mbarikiwa. Wachawi hawataniweza. Kama ambavyo neno la Mungu nasema, tusiache wachawi waishi. Hawatafanikiwa kuniweza. Giza na nuru haviwezi. Nuru haiwezi kushindwa na giza. Giza haiwezi kushinda nuru. Mimi ni nuru ya ulimwengu huu. Hakuna kitu chochote cha upande wa giza kitakachonishinda. Madhabahu za familia hazitanishinda. Waliposhindwa wengine, mimi sitashindwa. Walipoishia ndugu zangu, mimi sitaishia. Nitapiga hatua. Nitavuka hiyo mipaka adui yako ameweka. Mimi nitaishi maisha ambayo wengine hawakuwahi kuishi. Nami nitatumika kama rango. Nami nitatumika kama rango. Kesho yangu itakuwa ya tofauti. Kesho yangu itakuwa kubwa. Nitafanikiwa. Sitakuwa yule waliokuwa wanamsema. Sitaishi maisha ya utumwa. Nimekataa kuwa mtumwa. Nimekataa kurudi nyuma tena. Yale mauzo niliyouza wiki iliyopita sio nitakaouza wiki hii. Nitapata wateja, wataongezeka.
kiroho ninatangaza, ni kweli Mungu umeenda, lakini mimi sitakufa kabla ya kuwa na ndoa njema. Sitaondoka kabla ya kukutana na mume na mke mwema kwa jina la Yesu. Sitakuwa kwenye ndoa ya mateso, sitakuwa kwenye ndoa ya mateso. Sitafilisika, sitafilisika. Mimi sio masikini, nimekataa. Mimi ni tajiri, maana Yesu Kristo alishuka duniani ili sisi tuwe matajiri. Mimi sio masikini, nimekataa. Mimi ni tajiri, mimi ni mbarikiwa, nimebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Siri yangu haitakataliwa. Nitakapoomba watanitafuta, watanikimbilia. Nitakubalika nitakapoingia na kutoka. Nitatafutwa na watu wakuu, kama neno la Mungu linavyosema, tutanyonya matiti ya mataifa. Kila taifa nitakaloingia sitakataliwa. Nitakubalika, sitakubalika tu Tanzania, nitakubalika na nchi nyingine, kama ambavyo neno la Mungu linasema mataifa yatatufuata kutuletea matajiri. Watu sahihi watanitafuta, ambao watasimama kama daraja ili mimi nifanikiwe kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema tunayaweza mambo yote katika yeye atutia nguvu. Nitaweza kuomba kila siku, nitaweza kusoma neno kila siku, nitaweza kuendelea. Sitarudi nyuma, sitakata tamaa, sitaishia njiani, sitasikia kuchoka. Nitaendelea mbele kama ambavyo Yesu Kristo, malaika walishuka kumtia nguvu. Yesu atanitia nguvu. Sitachoka, sitaacha jina la Yesu. Haitashika vitu vya kawaida. Mikono yangu haitashika vitu vya kawaida. Yesu, Yesu. Kuna vitu vinatengenezeka, kuna vitu vinatengenezeka kwenye maisha yako. Yes. Kuna vitu vinabadilika kwenye maisha yako. Tangaza, sitazuiliwa na tabia yangu, sitazuiliwa na tabia za ajabu. Mimi nitaendelea mbele. Maisha yangu hayatakuwa ya kawaida, maana Mungu niliyembeba sio wa kawaida. Maisha yangu hayataishia Tanzania, hayataishia Dar es Salaam, hayataishia hapa. Nitavuka mipaka kama ambavyo neno la Mungu limesema, tutanyonya matiti ya mataifa, mataifa makubwa, mataifa makuu. Nitafika, nitaketi na wakuu, nitaketi na wakuu kwa jina la Yesu. Nitakuwa mfanyabiashara mkubwa, maana Mungu ni nene mkubwa. Sitakuwa mfanyabiashara mdogo kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, Bwana utatuketisha na watu wakuu. Hautatuketisha na watu wakuu tu uko nje. Asopisi watu wakuu wataketi, asopisi watu wakuu wataketi, asopisi watu wakuu watakaa, watakuja, wataketi, watakaa, wataketi, watakuja, watasali, watafanikiwa, watainuliwa. Tutaketi tu tukiwa kawaida, tutaketi na wakuu. Asopisi tutaketi na wakuu, tutasali na wakuu, tutasali na wakuu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwenye biashara yako
magari hayajaumba kwa ajili ya watu wa duniani, kwa ajili ya watu wa shetani. Nitapanda gari zuri, sitaondoka hapa duniani sijamiliki gari kubwa na zuri, sitaacha kuishi kwenye nyumba kubwa na nzuri. Nimekataa. Watu wa duniani hawezi kumiliki vitu vizuri, mimi nisimiliki. Nitamiliki magari, nitamiliki majumba, nitamiliki mashamba, nitakuwa mtu mkuu. Haijalishi niko katika hali gani sasa, ninachojua ninaye Mungu anayetengeneza njia pale pasipo na njia, aliyegawanya bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakapita. Ninajua hapa napita, iko njia itaonekana, iko njia itaonekana, iko njia itaonekana kwa jina la Yesu. Shika kidole chako, kiambie kwamba wewe kidole utavishwa pete, tena na mume mzuri aliye bora, atakayenipenda, atakayenithamini. Kamata kidole chako, ongea nacho. Wewe kidole utavishwa pete, kama mtoto wa kiume kamata kidole, kiambie utavishwa pete na mke mwema, na mume mwema. Ripaseke rikochoro rigosayane, sitamkosa mwenzangu. Ni neno la Bwana limesema, apata kuwa na atakaye mkosa mwenzake.
kusaidia kuwa na nguvu na mamlaka ya kiroho. Remain humble. Remain humble. Endelea kuwa mnyenyekevu kila siku. Remain humble. Be humble always. Remain humble. Endelea kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Nilikuwa tu kwa lugha ya Kiingereza nikajaribu kutafsiri. Remain humble. Remain humble. Endelea kuwa mnyenyekevu kila siku. Biblia inasema katika kitabu cha Luka 14 mstari wa 11. Luka 14. Neno la Mungu linasema, kwa maana ajikwezaye atadhiliwa, naye adhiliwaye atakwezwa. Na sehemu nyingine inasema ajikwezaye atashushwa, na ajishushaye atakweza. Remain humble, maana yake ndio kuwa mnyenyekevu kila siku. Sio mnyenyekevu tu wa kutuambia mimi ni mnyenyekevu, lakini kuna watu ambao baada ya mafanikio tu umepoteza unyenyekevu. Nichukulie mfano, kama mimi ndiye ambaye nimekusaidia kukupa mtaji, baada ulikuwa unanisalimia vizuri, ulikuwa unawasiliana na mimi vizuri, kila siku ulikuwa unaniambia Bwana Yesu asifiwe, unaendeleaje? Baada ya kukupatia mtaji ukaanza kuinuka, hauitafuti tena, hauwasiliani na mimi, maana yake you're not humble. Umeanza kujiona unaweza pasipo mimi, wala huoni kama kuna mkono wako imeshaka. Nachukulia mfano kwa Mungu, amewainua watu wengi, lakini baada ya kuwainua mmeanza kumpa sababu. You're not humble. Hauombi kama ulivyokuwa unaomba, hausomi neno kama ulivyokuwa unasoma. Wale ambao umepata wame wenye ndoa nzuri, baby nyingi, umesahau. Uone kama duniani, unaona kama ni wewe tu na mume wako duniani, ni wewe tu na mke wako duniani, hakuna kitu kingine kinachoendelea. Lakini Biblia inasema remain humble. Kuendelea kuwa mnyenyekevu kunaashiria nguvu sana. Usipomwaminisha Mungu katika level ndogo kama unaweza kunyenyekea, hawezi kupeleka level kubwa. Wale ambao wamepewa nafasi na mnazichukulia kawaida, hamfanyii kazi kama Mungu anavyotaka, you're not humble, na huwezi kwenda kule Mungu anakotaka uende. Ulikuwa unaomba wakati unatafuta kazi, Mungu amekupa kazi, uko busy, sasa hivi unachoka, you're not humble. Mwanzoni ulikuwa hata uwezi kufanya chochote cha kiroho, sasa hivi unaweza kuomba, sasa hivi unalala tu, you're not humble. Remain humble. Unyenyekevu utakufanya Mungu akuinue, achilie nguvu za Mungu ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa maana nasema katika Kumbukumbu la Torati 8 11 anasema kwamba nao utakula ushibe, utamshukuru Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Jihadhari
usije ukamsahau Bwana. Anakupa warning kwamba jihadhari, usije ukamsahau Mungu wako kwa kutozishika amri na nguvu zake na shida zake anazokuamulia. Jihadhari, usiache kumtii. Kuna watu tu mkiinuliwa, hata kanisani watoto wao, kuna watu tu mkiinuliwa mkaketi na wakuu, unajiona hata kanisa lililokulea sio hazi yako tena. Kuna watu ambao ni hazi yako. Umekaa na rais au sopisi, haiwezi kuwa hadhi yako tena. Mungu hawezi kuinua, ni lazima uwe mnyenyekevu kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Remain humble. Wakati unatafuta kazi, Mungu alikupa, ulikuwa unaomba ili kuomba, usiache. Wakati unapitia changamoto, Mungu amekuinua, amekutoa kwenye changamoto, endelea kuomba, usiache. Ajikwezaye ushushu na ajishushaye ukweza. Wala ambao wana utumishi ndani yao, acha nikupe nani. Mungu akikuona unajisahau, hawezi kuachilia anointing ndani yako. Kwa nini? Akikupa uwezo tu wa kuprophesy, kutoa nabii za watu, kwa sababu macho yako yamefunguka, una muda wa kuomba tena. Hautaona akiachilia anointing ya maisha kama wewe sio mnyenyekevu. Unyenyekevu maana yake ni kujua kwamba aliyekuweka hapo ni Mungu, unatakiwa kuendelea kutengeneza connection naye kila siku. Kama tu kutoa pepo umeshaanza kupandisha mabega. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanaomba tu waadhiria, I can pray that the apostle. Mabega yanapanda. Na Mungu atuongeza kabisa kwamba na usione matokeo kwa nini? Akiruhusu kaomba, matokeo yakaonekana, utaona wote waombaji hawana maana. Wewe ndio muombaji tu Tanzania nzima. Wewe ndio muombaji house of peace Tanzania nzima, kwenye familia yenu. Akisema, "Niliomba Bwana, yaani mimi ndio muombaji Bwana." Unajitaka ukiomba viache vitokee. Mungu ndiye anayekulipa, sio wanadamu. Hallelujah. Remain humble. Waombaji, watumishi wa Mungu, wafanya biashara, remain humble. Na mojawapo ya kuonyesha kwamba you are humble, unaendelea kuwa mwaminifu katika kumtolea Mungu anapokubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana? Remain humble. Mungu atakuinua sana. Maana Mungu anatafuta wanyenyekevu wa moyo ili aweze kuwainua juu. Pointi yetu ya mwisho ya kusaidia kuwa na nguvu na mamlaka. Don't stop praying every day. Don't stop praying. Usiache kujifunza kila siku. Daniel 11:32. Daniel 11:32. Neno la Mungu nasema 32b, lakini watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari. Kumjua Mungu maana yake ni kutafuta maarifa. Maana yake ili uweze kupata authority na mamlaka lazima unamjua Mungu. Endelea kujifunza kila siku. Ni assignment yako. Kama unajiwekea assignment ya kuomba kila siku, weka assignment ya kujifunza neno kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata dakika 15, 20 uwe na muda kusoma, iwe ni mwendelezo. Mtu ambaye ana mwendelezo, ambaye anasoma mistari 3 kwa siku, anamzidi yule ambaye anasomaga mara moja kwa wiki sura 2-3. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't stop praying every day. Mungu atakuinua, maana wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari. Hodari kiroho, hodari kimwili. Hii dunia hauwezi kuwa hodari kama hujui Mungu wako. Tutakuona wanakusifia, lakini
bado. Hamna kitu kibaya kama wewe umeenda umetengeneza. Chukulia mfano aliyeumba hichi kiti. Afu hiki kiti kikakatika kabla hakijakaliwa, yani kikaharibika, kina thamani ya kukaliwa tena. Atakuwa amepoteza muda wake na resources za kuumba hicho kiti. Kwa wao kama huko duniani hapa, na unaona watu huko duniani wanafanikiwa na waishi kwa makusudi ambao Mungu anataka waishi. Ni kama kiti ambacho kimeharibika kabla hakijatumika. Wamekuja kupoteza muda, wanajifurahisha nafsi zao tu. Lakini kuna mwisho. Amen. Haleluya. Kuna kesho ambayo hatuijui ambayo inakuja, kuna mwisho na watadaiwa. Kama ambapo mzazi unaumia umepeleka mtoto wako shule, hajaenda inavyotakiwa, amerudi hajafanya inavyotakiwa, maumivu na kwa ndivyo Mungu anapoumia ambapo amemuumba mtu kwa sura na mfano wake. Aje amwakilishe, lakini ameenda kumwakilisha adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Never stop praying every day. Mungu atakuinua. Maana wamjua Mungu wao watakuwa hodari sana.